Leo nataka kwa ufupi sana nifundishe jinsi ya kutoa chanjo. Kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Bahati mbaya nimeshatupa lile package ilokuja na hii chanjo, ilikuwa imewekwa ile ice barafu, kwa sababu chanjo hii ni chanjo ya gumboro na inapaswa kuhifadhiwa kwenye ubaridi. Kwa hiyo ukichukua ukinunua dukani anakuambatanishia na barafu, haipaswi kupata joto, kupigwa na mwanga wa jua, inakuwa imeharibika. Lakini maji kama ni maji ya Dawasa au Dawasco yanakuwa na klorini. Kwa hiyo haya maji unapaswa kuyachemsha na kuyaacha yapoe kabisa kwenye chombo cha wazi ili kuondoa ile klorini kwenye maji, ndio unaweka chanjo. Klorini na neutralize chanjo, inafanya chanjo isifanye kazi. Kama ni maji ya mvua hakikisha ni masafi, basi yenyewe hayana shida yote, lakini usitumie maji ya chumvi. Kwa hiyo hii ndio chanjo yetu. Namna sasa kufungua, kwanza tutatoa hichi cha juu kwanza. Tukishatoa hichi cha juu, tutaanza kufungua hii ili tuwe tumefungua kabisa chanjo yetu. Kwa hiyo tutafungua hii namna hiyo, tayari imeshafunguka. Sasa ukishafungua, hakikisha unaizamisha chanjo, mkono wako unauzamisha ndani kabisa kwenye maji. Ndani kabisa kwenye maji. Kwa nini? Ukifungulia wazi hii chanjo, hichi kidonge kita evaporate, kitayeyukia hewani na chanjo itakuwa imeisha nguvu. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya wafugaji hushangaa kwamba mbona nimetoa chanjo lakini kuku bado anaumwa. Sababu moja hapo inawezekana utoaji wa chanjo sio sahihi au kuiandaa chanjo kwa namna isiyo sahihi. Kwa hiyo unaiacha kabisa kwenye maji iyeyukie kwenye maji. Unaiacha kwenye maji iyeyukie kabisa kwenye maji. Ikie kabisa kwenye maji. Maana ni kidonge hichi hakichukui hata dakika moja. Sekunde chache tu kinakuwa tayari kimesha evaporate. Sasa ukiangalia kwenye chanjo yangu hapa, utaona kabisa kwamba kile kidonge tayari kimeshaisha, kime evaporate. Lakini pia kitu kingine, angalia chanjo hapa. Wanaonyesha ilivyotengenezwa na ina expire lini. Hii chanjo ina expire tarehe 12 mwezi wa 11 2027. Wakati mwingine unatoa chanjo haishiki kwa sababu unakuta umeuziwa chanjo ambayo ime expire. Ni muhimu kuhakiki kwamba chanjo yako ni nzima. Hiyo ndio namna ya kutoa chanjo. Karibu Wonders Farm TZ, bora na uaminifu. Tayari nimeshawawekea vifaranga chanjo na wanakunywa vizuri kama unavyoona. Jambo la kuzingatia, ukiwa unajiandaa kuwapa vifaranga chanjo, walau wanyime maji kwa nusu saa, hata lisali moja sio mbaya sana. Ili wawe na kiu, ili unapoweka tu chanjo waanze kunywa. Kwa hiyo usije ukawapa vifaranga chanjo wakati hawana kiu, wameshakunywa maji ya kutosha, hawatanywa ile chanjo. Kwa nini? Kwa sababu hii chanjo inapaswa kunywewa ndani ya masaa mawili tu. Yakishaisha masaa mawili unatoa, baadaye utaona tukiitoa baada ya masaa mawili unamwaga kabisa mbali, ambapo kuku mwingine au mfugo mwingine hauwezi kudonoa au kutumia. Kwa hiyo hapo unaona sasa wana kiu, watakunywa ya kutosha, wataenda watakula chakula hapa, watarudi tena kunywa ndani ya masaa mawili wote watakuwa wamekunywa. Na kitu kingine cha kuzingatia, make sure kwamba vyombo vya maji vinakuwepo vya kutosha kulingana na idadi ya kuku wako. Unaona hapo ukiangalia wote wamepata sehemu ya kunywa maji. Hakuna ile unaweka unakuta wote wamejaa kwenye chombo, wengine hawafikii. Ni sababu moja wapo inafanya baadhi ya vifaranga vinakuwa havijapata ile chanjo. Kwa hiyo hapo ndio chanjo tunatoa chanjo ya leo.